Na mimi niamini wana michezo ni miongoni mwa watu wenye nidhamu ya hali ya juu, na michezo inatufundisha nidhamu, si ndio jamani? Ndio sababu sisi pia jeshi la polisi wilaya Kilosa tunaungana na wana michezo, na mara nyingi tutaendelea kuungana nao kwa sababu tukiwa pamoja tuna lengo moja tu la kupunguza uhalifu. Kupunguza nini jamani? Sababu hii ni burudani. Uongo kweli? Mmeona mvua ni kali ipo, lakini wananchi hawaondoki. Sikuona hata mmoja ameondoka, mpaka nikaiuliza kamati kuna nini. Sasa kamati nayo ikashindwa kufanya chochote, maana wananchi, mvua ipo, hakuna mahema, lakini wananchi hawaondoki. Sasa nikaenda, bahati nzuri muda wa mpira ukawa umeisha, penalty mvua ikazidi zaidi, na mmejionea wenyewe. Kamati ikasema kwa hapa, kwa uchunguzi wake ikakagua uwanja, ikaona haiwezekani mpira kuendelea. Hivyo na sisi tunaiamini kamati, maana hao ndio wataalamu wa mambo ya mpira wa miguu. Wamefikia maamuzi hayo, hatuna budi kufanyaje jamani? Kuyakubali. Uongo kweli? Lakini niwaombe shirikiana na jeshi lenu la polisi katika kuondoa uhalifu katika maeneo yetu. Kuna watu wanaitwaje hapa mtaa mbele hapa, Kasiki, Madaraka, ambao ndio wengi wetu tumekuwa mali hapa. Niwaombe tuondoe uhalifu, lakini sio hivyo tumtupe taarifa za uhalifu na wahalifu. Kama kuna watu wanaleta mambo yasiyofaa, sisi tutawashughulikia kwa mujibu wa sheria. Kuna vijana watatu nilikuwa doria usiku, nimewakamata mwenyewe saa 8 usiku. Wanafanya nini mtaani na wamekuwa na vitu vingine ambavyo tunaamini wanaenda kufanya navyo uhalifu. Hivyo ndugu wana Kasiki na wana Madaraka, niwaombe pamoja na tunapenda michezo, lakini tushirikiane na jeshi la polisi katika michezo, lakini kufichua uhalifu na wahalifu. Sawa wananchi? Kwa hiyo niwaombe hilo, tukishirikiana kwa hilo tutaendelea na mtatukosa kwenye mambo haya ya michezo. Lakini mkiwahifadhi wahalifu wakatusumbua huko, sisi tutawabana kwa misuli ya kisheria. Kwa misuli ya nini? Hatutawaonea huruma kwenye eneo hilo. Tuseme ukweli, kwenye michezo tutashiriki pamoja, na naamini sioni sura ya mwanamichezo ambaye ni mhalifu. Wale wasiopenda michezo mara nyingi ndio wahalifu. Uongo kweli? Mara chache sana umkute mcheza mpira wa miguu anayekimbia riadha, mara chache sana umkute mtu kama huyo ni mhalifu. Hata hii tunasema mambo ya kadi, ni kama alivyosema msemaji mmoja hapa, ndio mpira ulivyo, unajiona unajua kuliko mwenzako, ndio michezo ilivyo, si ndio jamani? Kwa hiyo hata hao si wahalifu, ninaamini si wahalifu, ni mambo ya kimipira. Uongo kweli? Kwa hiyo waombe ndugu wananchi, shirikiane na jeshi lenu la polisi katika kuondoa uhalifu, tukitumia michezo kama nyenzo mojawapo ya kuondoa uhalifu. Awali ya yote, kwanza tukubali changamoto ya mvua. Hakuna aliyependa mvua inyeshe, si ndio? Lakini moja kwa moja tuende kwenye sheria za mpira zinasemaje, si ndio jamani? Kwa hiyo kulikuwa kuna kamati ya mashindano ndio ilikuwa inasimamia, lakini kulingana na changamoto ya mvua imetubidi sasa hii mashindano inaonekana kama kuna changamoto kidogo, lakini naomba tuwaamini hao ambao wamefanyaje, wameteuliwa kuwa wa kamati ya mashindano. Lakini pia kanuni za mpira zinasema kama hali ya hewa haitoruhusu mchezo kuendelea, inabidi ufanyeje? Tunaahirisha, si ndio? Lakini bahati nzuri ni kwamba muda ambao mvua inanyesha tulikuwa tunaendelea na mchezo ikaongezeka, na bahati nzuri muda ulikuwa unakaribia kuisha. Kwa hiyo sasa refa akawa amemaliza mchezo, lakini kwa inafuata ni penalty. Lakini kulingana na hali ya hewa jinsi ulivyo na uwanja jinsi ulivyo, hauruhusu kwa sasa hivi kupiga penalty. Kwa hiyo kamati imekuja na maamuzi, imetoa maamuzi kwamba mechi kwa siku ya leo fanyeje, iahirishwe na itakuja kufanyaje, kumaliziwa. Kwa lakini sasa kitu ambacho nimekiona hapa, jamani, sisi wana michezo tunaelewa michezo hii ni zaidi, naweza kusema wakati mwingine inaweza kufananishwa kama na imani. Yaani mtu akishaamini kwenye hilo, anaamini hilo hilo.